Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu tena kwa sababu ya asubuhi hii ambayo ametupa kuweza kujifunza neno la Mungu. Nawapenda wote. Asante kwa uwepo wenu. Asante kwa sababu ya kushirikiana na huduma ya ufundishaji. Nashukuru kwa sababu kuna watu ambao wanajengwa, kuna watu ambao wanainuliwa, kuna watu ambao wanatolewa kwa viwango fulani kwenda kwa viwango vingine. Neno la Mungu linapokuja, Yesu alisema mimi sikuja kuhukumu ulimwengu, ila ulimwengu uokolewe katika yeye. Na wanadamu wakati ule ambao ndio walikuwa tuwakilisha sisi ambao hatuja kuwepo, hawakumuelewa vizuri. Matokeo yake amekuja duniani awape watu uzima, amewafanyia kila tendo jema, lakini mwisho wakasema asulubiwe. Hata wakati ule ambapo Pilato ambaye ndio alikuwa atawala, mfalme wa Rumi, anajaribu kusema ajaribu kumtetea, wakasema hapana, kama ni damu yake iwe juu yetu na watoto wetu, lakini huyu asulubiwe. Lakini ni mwana wa Mungu aliyekuja kuwapa watu uzima. Ameona wanadamu wamepotea, halafu Mungu kama singeingilia kati, asubiri tu hukumu, kwa sababu neno la Mungu linasema mshahara wa dhambi ni mauti. Lazima hawa watu kwa sababu wameshatenda dhambi, ili Mungu awe mwenye haki, wanatakiwa wafe. Ina maana wasipokufa Mungu atakuwa sio mwenye haki, hukumu zake hazitakuwa za haki. Haleluya. Ni jambo gumu, lakini lazima lielezwe kwamba sio rahisi wewe ambaye umewaumba watu wote, halafu umeweka sheria ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, mtu yote atakayetenda dhambi afe, halafu unakuja na msamehe tu kirahisi. Hata shetani atakulaumu kwamba Mungu sio mwaminifu. Kwa hiyo lazima afanye juu chini kwamba hata kama nitawasamehe hawa watu, kuwepo na mazingira fulani kwa mimi sitalaumiwa kwa haki yangu, lakini hapata kuwa na mtu yoyote, hata shetani hata kuwa na namna yoyote ya kumlaumu kwamba sijatenda haki, kwa sababu shetani ana uwezo wa kuclaim maisha yetu kama ambavyo aliclaim wakati Mungu alipomchukua Musa anataka kumuua. Shetani alikuja pale akasema hii ni mali yangu hii, ameshafanya makosa huyu. Bwana Yesu asifiwe. Na yule malaika Gabriel wakati na fight na shetani anataka amchukue. Shetani anajua hatua za kila mtu anazijua, na siku ya kufa kitaka kufa anajua tu huyu alishakosea sehemu fulani. Malaika akasema shetani, Bwana kukemee. Ndio likamwacha, lakini kuna claim mwili wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Mungu linapokuja linakuja kuwaokoa watu katika maangamizo. Maandiko yanasema hulituma neno lake na kuwatoa watu katika maangamizo yao. Haleluya. Na neno lilishatumwa tayari, maana huyo neno ambaye ni Mungu alifanyika mwili, akaja kwetu, akakaa kwetu kwa namna ya mwili. Haleluya. Aje kututoa katika maangamizo yetu. Haleluya. Angamizo kubwa la kwetu tulokuwa nalo, haleluya, ni dhambi iliyokuwa ndani yetu. Atupe uzima. Haleluya. Anasema katika Yohana 10:10, mimi nimekuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kwa maana ya kwamba ukishaupokea uzima wakati kuzaliwa mara ya pili, unapoendelea kujifunza neno la Mungu, ule uzima unaanza kuongezeka ndani yako, unaanza tena kubadilishwa kutoka utukufu hadi utukufu, hadi kufikia tena sura kamili ya mwana wa Mungu. Haleluya. Na tumejifunza vitu vingi, na leo tutaendelea kidogo, tutaenda ndani kidogo tuone mambo mengine ambayo yanaendelea. Leo tutajifunza kuhusu dhambi ya nafsi na uzima wa roho. Haleluya. Ni mwendelezo wa fundisho ambao tumekuwa tukiendelea nao, maana tumekuwa tukijifunza habari ya roho, nafsi na mwili. Na tulishajifunza vizuri kwamba roho ilivyokufa, kabla ya kufa ilikuwa na vitu gani,
kwenye notes zako unaweza kujikumbusha kwamba ilikuwa yenyewe kwanza ni private entity, ni kiungo, ni mtu kabisa ambaye anajitambua mwenyewe, anaweza kumsikia Mungu, anaweza akatuma taarifa kwenye akili, maana eneo la understanding ni eneo la akili, sio kwenye roho. Mtu ili afahamu lazima afahamu kwenye nafsi yake ambapo kuna akili, hisia na nia. Haleluya. Na pia lazima kuwepo roho ina dhamiri kwamba iweze kupambanua kwamba Mungu anasema hivi, ikishuhudiwa na roho wa Mungu. Na pia tujifunza habari ya mwili pia kwamba una senses, una ile milango mitano ya fahamu. Hiyo milango mitano ya fahamu ni kwa sababu tu ya kuupa huu uzima taarifa zinazoendelea kule, lakini pia hizo taarifa huwa haziishi kwenye mwili tu, lazima ziende pia kwenye akili, kwenye ufahamu wa mtu. Kwa hiyo nafsi inakuwa pale katikati. Nimeshazungumza vitu hivi ya kwamba ina uwezo wa kuwa inasikia, aidha iamue kuwa inasikia kusikiliza tu taarifa zinazotoka rohoni, kwa sababu Mungu anapotaka kusema na wewe aliyekuumba anaongea na roho yako. Roho ya mtu ni pumzi ya Mungu, ni taa. Roho ya mtu ni taa ya Mungu. Mungu akitaka kusema na mtu anaiwasha hiyo taa inapokea taarifa, halafu eneo la ufahamu ambapo kwenye nafsi ndio ambapo hizo taarifa zinamfikia huyo mtu, anaelewa kwamba mimi nifanye hivi. Kwa hiyo akishashawishika, hivi viungo tu ni kwa ajili ya kufanya kila ambacho taarifa zilizotoka ndani zimeelekeza. Haleluya. Na tulijifunza ya kwamba nafsi ilipoasi Mungu kwa kusikiliza nje, kwa kupata taarifa kutoka nje, kwa sababu haikutakiwa iishi kwa mfumo huo. Haleluya. Ilisikiliza nje. Ni dhambi tatu au mitego mitatu ambayo shetani, yule nyoka, alimpa Eva, ambayo hata sasa hivi inaendelea, ya kwamba tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Hata wakati Yesu alipokuwa jangwani, shetani alipomjia, alimjia kwa kumjaribu hivyo vitu vitatu. Haleluya. Na Eva alipoona ya kwamba huo mti wafaa kwa chakula, hiyo ni tamaa ya mwili, wapendeza, tamaa ya macho, halafu inaweza kumfanya mtu akawa mwenyewe na uwezo wa kutambua mema na mabaya. Maana uwezo wa kutambua na mema na mabaya ni kuwa mwelevu. Kwenye Kiingereza wanasema it can make one wise. Yaani huyu mtu hahitaji tena kuwa anashauriwa na Mungu maamuzi yake, au anaamua tu mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo alivyoona akala. Kwa hiyo kwa sababu amekula na alishaambiwa ukila ule mti utakufa. Utakufa kwa maana ya kwamba hautakuwa tena mwasiliano na mimi, kwa sababu hukuumbwa kwa mfumo huo. Kwa hiyo nafsi ikaisababisha roho kufa. Kwa maana moja, ndio somo ambalo nakwenda kufundisha leo. Dhambi ya nafsi na uzima wa roho. Tasoma mistari mingi ambayo unaweza kaiandika, halafu baadaye nitakapokuwa na flow na pita pale ndani, nitakuwa nakutajia, halafu utakuwa unazidifaa kwamba uko pale ule mstari. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika Ezekiel sura 18 mstari wa 20, Biblia inasema hivi: roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Ukisoma kwenye Kiingereza hapo, hiyo roho iliyoandikwa hapo kwenye Kiingereza ni nafsi. So the soul that sinned, it shall die. Nafsi inayotenda dhambi ndiyo itakayokufa. Na ilipotenda dhambi wakati ule wa Adam, iliangukia kwenye dhambi, kwa maana kwamba ilifuata maagizo ya nje, ikafa. Haleluya. Ukisoma Waefeso sura ya 2, baadaye nitapita kote huko,
Waefeso sura ya 2, Biblia inasema nanyi, yani aliambia kanisa la Efeso ambao tayari wameshazaliwa mara ya pili, kwamba nanyi mlikuwa wafu. Hiyo ni Waefeso sura ya 2, naanzia mstari wa 1. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Unaona hapo? Mtu yoyote ambaye hajaokoka mbele za Mungu amekufa kwa sababu ya makosa yake. Mlikuwa wafu kwa sababu ya dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga, ni Shetani, roho yule atendaye kazi sasa. Hata sasa hivi hiyo roho inatenda kazi sasa katika wana wa kuasi. Hata mpinga Kristo akija, the Antichrist akija, mtu yoyote mpaka wakati ule hajamwamini Yesu Kristo, yuko katika hali ya uasi, huyo ni halali yake, kwa sababu ni muasi. Na yule ni anaitwa ni Antichrist, ni muasi. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye atakutwa katika hali hiyo, katika hali ya uasi ya kumfuata mfalme wa uweza wa anga, hakuna cha kujiuliza kwamba yule mpinga Kristo akija akitaka kunipa namba 600 nitakataa. Hapana, kwa sababu system ndani yako tayari imeshajiseti, huna haja ya kusumbuka. Wamebarikiwa sana watu ambao tayari wameshamwamini Yesu Kristo. Uasi, na yule ni muasi. Maandiko yanasema katika Wathesalonike, anasema huo ufu ambao wanaishi nao ni kwa sababu ya kumfuata, anasema hivi, kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani na sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tamaa ya mwili. Na sisi zamani tulikuwa tunaenda hivyo. Ndio kitu namba moja nilizungumza kilichotokea mwanzo. Uzao wote wa Adam, maandiko yanasema katika Warumi sura 5 kwamba kwa kuasi kwake mtu mmoja amewafanya wengi kuwa wenye dhambi. Kwa hiyo sisi tumejikuta tu kwenye mtego huo kwa sababu mtu mmoja alitenda dhambi, tukajikuta tuko waasi tu, tukienenda kati yao kati ya tamaa za miili yetu, na tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia. Nia ni mind, akili zetu zinavyotaka. Halafu tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Nitasoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4. Kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Umepaona hapo jamaa? Kumbe dhambi sio tu yale matendo ya mwili ambayo yameandikwa katika Wagalatia sura ya 5, usiibe, usiue, usizini. Otherwise kuna wengine kama sisi ambao tulizaliwa kwenye nyumba za wachungaji tangu utotoni. Sisi tuko na Sunday school na nini, wakati wengine walizaliwa kwenye huko giza wanafanya mambo yao, sisi tuko na tukaingia baada tukabatizwa hivyo. Wangapi ambao wamezaliwa kwenye familia za namna hiyo? Kwao ni baba mchungaji, halafu na wenyewe wanakulia humo. Hawajui haya mambo, haya matendo kule hawajui sana. Kwa wako mle ndani kwenye kivuli na nini na nini na nini. Lakini hao pia kwa sababu wamezaliwa katika mwili, wamezaliwa kwa asili ya Adamu, ni waasi, pamoja na kwamba hawayatendi yale matendo. Haleluya. Narudia hapo, halafu ndio nije nipite kote ndikopita. Kwamba mstari wa 4, kila atendaye dhambi afanya uasi. Kila anayetenda hayo matendo, hayo yameandikwa katika Galatia na mengine Paulo anasema na mengine kama hayo. Akataja pale hapo akasema kila atendaye mambo kama haya na mengine kama hayo hata ingia katika ufalme wa Mungu. Yako mengine hajaandikwa hapo lakini haina hiyo hapo. Kila anayetenda hayo
anafanya matendo ya uasi ulioko ndani yake. Ni kwa sababu huyu mtu ameasi, ndani yake kuna dhambi, ndio maana anafanya hayo. Hata kama hayafanyi, ndani yake bado kuna uasi, atayafanya. Tunasa nyingine anaweza asiyafanye yale ya kuonekana, lakini ndani yake yamo. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa na hasira, ana chuki, ana dharau. Sio rahisi kuona tendo la dharau. Haleluya. Sio rahisi kuona tendo la chuki. Mtu anaweza kaja kwako akacheka na wewe, lakini anakuchukia. Utajuaje? Halafu tamani mtakatifu huyu, hana tatizo na watu, huwa anacheka na watu. Ana wivu. Huwezi kuona kwamba hebu angalia tendo la wivu lile. Maana sisi tumezoea kuhukumu yale matendo ya nje, lakini hatuangalii kwamba kuna vingine havionekani. Chuki, dharau, fitina. Utajuaje kama huyu ana fitina na mimi, ananichukia, mimi simpendi yule mama fulani, lakini akionekana, Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu? Utajuaje? Unafiki kama Mafarisayo. Na Yesu akamwambia, haki yenu isipozidi ya waandishi na Mafarisayo, hamtauona ufalme wa Mungu. Yako pale ndani. Kwa hiyo, kwa sababu yale system ya ndani ya uasi imo. Kwa hiyo mtu anapotenda yale, anatenda uasi, anatenda matendo ya uasi. Haleluya. Nataka nizungumzie dhambi ya nafsi, kwa sababu nafsi itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Na tayari watu, wakati wa nabii Ezekiel anaandika, tayari watu wao katika kifo, na Yesu anapokuja awatoe kwenye kifo, kwenye hali ya kifo, awaingize katika uzima. Ndio maana nimezungumza ya kwamba tafundisha habari ya dhambi ya nafsi na uzima wa roho. Ilipoingia tu katika mtego wa shetani wa hizo tamaa tatu, ikamwasi Mungu, ikaanza kusikiliza, ikaanza kufuata matakwa yake yenyewe. Na nilisema ya kwamba kilichoingia ndani ya hiyo nafsi ni kitu kinaitwa egoism, ile nadharia ya ubinafsi ambayo kila mmoja kila saa anafight ili atimiziwe haja za moyo wake tu. Haleluya. Sio mpango wa Mungu, sio mpango wa Mungu kumuumba mtu ili mtu aanze kumsumbua Mungu kwamba nahitaji hiki na hiki na hiki. Tunaelewana hapo? Si ni sawa? Watu hawajanielewa vizuri. Mungu alipomuumba, alipomweka Adam katika Eden, kulikuwa na kila kitu. Amen. Hapo sawa? Kwa hiyo hategemei huyu mtu tena kurudi kwa Mungu kwamba naomba kitu, naomba hiki. Si ndio? Hategemei kabisa. Yaani ukikuta let's say kwamba Adam asingekuwa ametenda dhambi, makanisa leo tulikuwa tushabadilisha maombi kabisa. Haya tunaona huku asingekuwepo. Haya maombi ambayo yanafanyika kwenye hata mihadhara makubwa, kwamba mimi nimefungukiwa hiki, mimi nyota yangu imezimika, mimi si nikilege mafuta alafu nipate hiki, isingekuwepo. Ni sawa? Ni kwa sababu nafsi iliasi, halafu iko na self-centered life. Kwa hiyo huyu akili yake saa zote anataka afanyiwe yeye, lakini kusudi la Mungu lilikuwa kumuumba mtu ili awe msemaji wa Mungu. Kwa maana ya kwamba Mungu akae ndani ya huyu mtu, halafu huyu mtu anasema kwa Kiingereza awe ana express God, awe anamdhihirisha Mungu juu ya uso wa nchi, na mamlaka ya Mungu ifanye kazi ndani ya huyu mtu. Halafu huyu mtu anavitiisha vitu vyote vilivyo angani, katika nchi kavu na majini, hata shetani akiwemo. Haleluya. Na huyu mtu asingeweza kuvitawala vitu hivi kwa nguvu zake. Kwa vyote vile
mwanadamu alikuwa amebakisha pointi moja tu ya kula mtu wa uzima, ambao ni figurative language, ili Mungu aingie ndani yake, alafu aanze kutawala kwa nguvu za Mungu. Haleluya! Angewezaje mtu kumtiisha kama tembo, anaambia nenda huko, simba anamorganize, anafanya hivi? Singewezekana. Haleluya! Kwa hiyo dhambi ya nafsi ni kujitenga, kuacha kumsikiliza Mungu na kuishi maisha ya kujitegemea yenyewe kwa kufuata kawaida ya wanadamu, kwa kufuata nia yangu inataka nini, dhamiri, hisia zangu zinataka nini, napenda kitu gani. Hiyo hali ya kuishi mfumo huo ni hali ya uasi, ndiyo dhambi yenyewe, ambayo katika Wakorinto wa pili sura ya 5, Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 21, yeye alifanyika kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kufanyika kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa hiyo hiyo hali ya dhambi iliyoko ndani, Yesu Kristo alifanyika yeye kuwa hiyo hali. Haleluya! Kuna mambo mawili hapo. Damu ya Yesu imefuta dhambi zetu zote, hayo matendo. Haleluya! Lakini pia yeye mwenyewe alifanyika dhambi, kwa sababu sisi ndio tulikuwa dhambi. Hiyo system ilikuwa imetuvaa sisi ndani. Yeye ndo alifanyika hivyo, na jinsi pale tu alipofanyika dhambi juu ya msalaba, ndio saa ile ambayo Mungu aliacha kumtazama kabisa, akasema, Baba, mbona unaniacha? Muda wote huo tangu amezaliwa katika hori la kulia ng'ombe, amekuwa akaenda Jordan, akabatizwa, akaenda jangwani kujaribiwa, akaja kwa nguvu za Roho Mtakatifu, akatenda miujiza. Maandiko yanasema, Yesu alikuwa anasema ya kwamba Baba yuko pamoja nami, na yuko pamoja nami siku zote, kwa sababu natenda mapenzi yake, wala hakuniacha peke yangu. Anajisema mwenyewe kabisa, anajielewa kwamba popote ninapokwenda ananisikia. Hata siku ile wakati namfufua Lazaro, akasema, Baba, naomba unisikie, lakini najua kwamba huwa unanisikia, lakini nimesema hii lugha kwa sababu ya hawa wananchi, ili wajue ya kwamba umenituma, lakini mimi najua wewe unanisikia. Lakini saa ambayo alifanyika dhambi, Mungu akaacha kumtazama, na tangu saa hiyo karibu masaa mangapi ikawa giza. Akasema, Baba, mbona unaniacha? Mbona unaniacha? Baba, mbona unaniacha? Ilikuwa ni huzuni kwa Yesu. Mtu yote ambaye anatembea na uwepo wa Mungu, halafu ghafla uwepo unakatika, ni jambo la kutisha. Ni kwa sababu tu sisi tulipozaliwa katika miili yetu, hatukuzaliwa katika mfumo ambao Adam kabla hajatenda dhambi alikuwa nao. Haleluya! Ukisoma katika Mwanzo sura ya 6, mstari, hapa nianzie tu mstari wa kwanza, lakini mpaka wa 3. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri. Ili somo la wana wa wanadamu na wana wa Mungu. Wana wa Mungu zamani, hao malaika wote walikuwa wanaitwa wana wa Mungu. Halafu kulikuwa na malaika walioasi ambao ni asili ya kiroho, ya maroho, lakini yamevaa aina ya mwili. Yakaanza kuwatamani wao wana wa wanadamu ambao wametokana na Adamu. Halafu akaanza kuzaa nao. Haleluya! Hilo ni somo lingine, lakini nataka nikudokeze tu hapo. Akaanza kuzaa nao, halafu ikawa hii ni hasira kwa Mungu. Huwezi kutoa hybrid ya namna hii kama magoriati wanefili wale, imetokana hiyo hali ya contamination kati ya mashetani, malaika walioasi na wanadamu, halafu inazaa watu ya ajabu, hybrid fulani ambao ndio magoriati mpaka leo. Sasa tusiende hapo.
tunaenda kwenye hali ambayo Adamu alikuwa nayo. Mstari hapo anasema wanadamu yakuwa ni wazuri wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama. Kitu kinaendelea pale. Roho yangu, sikiliza, roho yangu haitashindana na mwanadamu. Nafsi ilipomwasi Mungu, roho pamoja na kwamba imeshakata roho yako iliyoko ndani yako ni mali ya Mungu, sio? Amen. Ni mali ya Mungu. Anasema yeye ni baba wa roho za wenye mwili. Kwa hiyo roho iliyoko ndani yangu, maana yeye ndiye ameipuliza mle. Kwa hiyo ni roho ya Mungu hiyo. Hata Suleiman amesema roho, mwanadamu akifa roho inarudi kwake. Haleluya. Kwa hiyo nafsi ilivyomwasi Mungu ikaanza kufuata mambo ya mwilini, kwa sababu dhambi imeingilia katika mwili, ikaiteka nafsi, kwamba nafsi ianze kufuata 100% matakwa ya huku mwilini. Roho, kwa sababu ilikuwa bado na ile hali ya utawala, ilikuwa inabisha kuingia katika utumwa wa mwili. Ilichukua muda mrefu sana, muda mrefu kitambo, mpaka roho inyamaze kimya, isalende kwamba sasa ni under control of the flesh. Huwezi kujua uchungu ambao Adamu aliopata siku ile ya kwanza alivyoasi na siku zilizofuata baadaye, kwa sababu alishajua kwamba mimi ndio mmiliki wa vitu hivi na vyote natakiwa kuvitisha. Haleluya. Halafu uwepo wa Mungu au connection ya roho yake na Mungu imekwisha kukatika. Halafu anapotembea huko nje alikutana na simba, kwa sababu hofu, maana kitu kikubwa cha dhambi, kitu kikubwa ambacho kinamwataki mtu akitenda dhambi ni hofu. Haleluya. Kwa hiyo hofu tayari iko ndani yake, lakini wanyama na vitu vyote ambavyo vinamjua kwamba huyu ndio king havijui kilichotokea. Kwa hiyo kila anapoenda akikutana na simba anajua huyu ndio mfalme. Anatakiwa kama vile kaambwa kanyenyekee pale chini, kaanza kutikisa mkia kwamba huyu ndio bwana. Simba anadhani kwamba huyo ndio king, huyu naye anakimbia. Hafu simba wanashangaa, what is wrong with this guy? He is the king. Huyu ni mfalme. Baada ya kuita mbweha, kama vile Samson alivyokuwa na nguvu, akaita mbweha 300. Ilikuwa ni upako mkubwa sana. Akaita mbweha 300, njooni, wakaja. Ilikuwa ndio utisho namna hiyo wa Adam. Lakini Adam, kwa sababu hofu imeshamuingia, hawezi kutiisha kitu chochote. Mpaka wanyama baadaye walikuja kujua kwamba huyu jamaa kumbe nguvu za kutiisha sisi zimeshaisha. Ndio kitu ambacho Yesu kilimtiisha. Maana anajua kila saa niko under anointing, niko katika uwepo wa Mungu, na mimi na Mungu tuko pamoja kabisa. Haleluya. Saa alivyofanyika dhambi kwa ajili yetu, akatishika sana. Akasema, Baba, mbona umeniacha? Sasa kama umeniacha, hatima yangu iko ni nini? Akasema, naiweka roho yangu mikononi mwako, kwa sababu sijui kule nakoenda, sijui kule nakopelekwa, kwa sababu tayari uwepo wa Mungu haupo. Roho yangu sasa imeshatengana na Mungu. Wanadamu wamenikataa, wameniua, wametamka mbele ya Pilato kwamba huyu msulubishe, hata kama ni damu yake iwe juu yetu na watoto wetu. Halafu Mungu naye ameniacha. Utasaidiwa na nani? Akasema, sasa Baba, naiweka roho yangu mikononi mwako, kwa sababu sijui kitakachotokea. Giza mbele yake, anapelekwa kuzimu. Wameshamkamata mashetani tayari, wanampeleka kule, na walimpeleka. Na siku ya 3 maandiko yanasema kwamba Roho wa Mungu alimfufua Kristo katika wafu.
Biblia inasema ya kwamba Roho baada ya siku ya tatu ndio ilimfuata Kristo kule, ikampa uzima tena ili afufuke katika wafu. Maandiko yanasema katika Petro anazungumza katika ile siku ya Pentecost kwamba hata mauti haikuweza kumshikilia. Ile nguvu ya ufufuo, ile roho ya ufufuo ilivyomuingia yule, ilivyoingia tu akiwa kule, ndio akajua kwamba sasa ndio tumekutana na yule adui ambaye alimwangusha Adamu. Ndio akaanza kushindana nao kule kwamba okay, the time has come now. Na yeye alijua, lakini ile saa ambayo Yesu Kristo alikuwa anaachia roho yake ilimtisha kidogo, kwa sababu hajazoea kuwa na kutokuwa na mawasiliano na Mungu. Hii roho ambayo ilikuwa inashindana hapa katika mwanzo, ilikuwa inashindana kwa mimi siwezi kuwa mtumwa wa mwili. Baadaye ilizoea, ikaishiwa nguvu, ikasalenda. Haleluya. Hiyo ni dhambi ya nafsi inaifanya roho ya mtu inakufa. Haleluya. Dhambi ya nafsi ni kufuata kitu chochote ambacho kinamtaka huyu mtu afurahie macho yake au ajiridhishe mwili wake unataka nini, au anajitegemea mwenyewe kwa kuamua mambo yake mwenyewe, ile egoism. Haleluya. Tunaelewana jamani? Nani ambaye ananielewa? Nakwenda polepole sana. Ni injili ya wazi kabisa ya kukomboa watu. Haleluya. Kwa hiyo roho ilivyosalenda, kilichotokea kwenye lile eneo ambalo nafsi imezoea kuwa inapokea taarifa kutoka kwenye roho, ambao ni intuition tusema, tunakumbuka. Haleluya. Ngoja nikusomee Warumi. Iko mistari mitatu. Mstari wa kwanza ni Warumi sura ya kwanza mstari wa 28. Warumi sura ya kwanza mstari wa 28. Maandiko yanasema hivi, niendelee. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao. Wanadamu walikataa kuwa na Mungu katika fahamu zao. In their mind, they've refused to have the knowledge of God. Hallelujah. Ndio kitu ambacho Yesu alisema kwamba, na hii ndio hukumu imekuja katika ulimwengu, ya kwamba nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa sababu matendo yao yalikuwa maovu. Wamekataa kuwa na ufahamu wa Mungu katika ufahamu wao. Tayari watu hawa walishamwasi Mungu. Lakini pia hata Mungu anataka kuleta katika ufahamu wao wamjue Mungu, wamekataa. Anasema hapa ya kwamba waliacha na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Hapa ameandika mambo mengi. Wamejawa na udhalimu na kila namna ya uovu na tamaa na ubaya. Wamejawa na husuda na uuaji na fitina na hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya tu, wenye kusingizia tu, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiowatii wazazi wao, wasio na ufahamu, they have no knowledge, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendayo hayo wanastahili mauti, wanatenda hayo, wala si hayo tu, bali wanakubaliana nao wayatendao. Hiyo ni mbaya. Sura ya pili Warumi, mimi nasema tu kama neno la Mungu linavyosema. Haleluya. Si compromise injili. Nasema tu kama neno la Mungu linavyosema. Sura ya pili mstari wa 5,
bali kwa kadri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba. Moyo usiokuwa na toba ni moyo ambao umekataa kuziacha njia zile za uasi na kumrudia Mungu katika roho. Ndio moyo usiokuwa na toba. Maana toba, haleluya, haleluya, repent, toba. Kuna tofauti kati ya toba na kuungama. Kuungama, kama ambavyo katika waraka wa kwanza wa Yohana, tukiziungama dhambi zetu, anawaambia watu waliookoka kwamba huyu mtu ikitokea ametenda dhambi, kwa sababu hiyo inatokea. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata tusamehe makosa yetu yote. Anawaambia waliokoka. Lakini watu ambao hawajaokoka wanaambia watubu. Kutubu kwa hiyo neno ambalo natokana na neno la Kigiriki metanoia, ni maneno mawili. Meta, change the way, noia, thinking. Kwa hiyo change the way of thinking. Uache kufikiria jinsi ambavyo umekuwa ukienenda kama taifa waenendavyo. Uanze kuchange, uishi kama neno la Mungu linavyosema. Hapa anasema kwamba wasiokuwa na moyo wa toba. Mstari wa 5, nimesema Warumi sura ya 2 mstari wa 5. Niparudie basi. Bali kwa kadri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba, wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu, atakayemlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Ukisoma tena mstari mwingine, hali iliyotokea baada ya uasi, na ndiko pale kwenye point sijaiacha, ni katika Waefeso sura ya 4. Waefeso sura ya 4, maandiko yanasema hivi. Nianzia mstari wa 17. Naanzia Waefeso sura ya 4, naanzia mstari wa 17. Basi nasema neno hili tena, nashuhudia katika Bwana, tangu sasa, baada ya kuokoka, baada ya kuzaliwa mara ya pili, tangu sasa msienende kama mataifa waendavyo. Nimeshazungumza mataifa wanaenda kwa mfumo upi katika Waefeso sura ya 2. Ni sawa Sasa nyinyi msienende kama mataifa wanaendavyo katika ubatili wa nia zao, the reprobate mind, ubatili wa nia zao, ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Hii neno ugumu wa mioyo yao kwenye Kiingereza nilikuwa nalitafuta, imeandikwa ni corrosed. Corrosed ni ile ulishaona mtu mwenye kidonda, au ulishakuwa na kidonda halafu kile kidonda kikapona kikaacha kovu pale. Haleluya. Ile kovu lilobaki pale linakuwa lina ugumu kiasi kwamba hata ukigusa pale husikii sensi yoyote. Umeshaona hiyo? Kama hajawahi kupata, lakini wale ambao walishakuwa na makovu halafu ikatengeneza kama kautando pale kagumu, wale ukigusa kwenye ile eneo hasikii sensi kule ndani kwenye mwili kama nimegusa pale. Si ni sawa Hawa baada ya uasi, hapo ambapo ndio Mungu alikuwa anasema nao, pako corrosed, hawana sensi ya kusikia tena Mungu. Haleluya. Ukisoma Wakorinto wa kwanza sura ya 2, taongezea maandiko mengine. Mimi ni mwalimu pia, ni mwinjilisti. Namshukuru Mungu kwa sababu ananipaka mafuta haya. Wakorinto wa kwanza sura ya 2 anasema hivi, mstari wa 14. Basi mmeshafika wote? Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14. Maandiko hivi, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo mtu wa tabia ya asili ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu.
Huyu mtu wa tabia ya asili ambaye yuko corrosed, ambaye akili yake pale imefungwa, hawezi kupokea tena, hana sensi ya kumsikia roho wa Mungu katika roho yake. Anasema kwake huyo mambo hayo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Maana ni nani aliyefahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tuliokoka tunayo nia ya Kristo, we have a certain kind of mind. Tunayo nia ya Kristo, yaani kama Kristo alivyokuwa anafikiria ndivyo na sisi tunaweza tukawaza hivyo. Haleluya! Kwa sababu gani? Paulo amesema hivi, aliyeungwa na Bwana amefanyika roho moja naye, kwa maana ya kwamba roho yangu ambayo amezaliwa mara ya pili, haleluya, halafu roho wa Kristo ambaye wakati wa kuokoka kwangu aliifanya hiyo roho ikawa hai, imeungana na roho yangu. Kwa hiyo roho yangu inaweza kuwa inapokea sasa taarifa kutoka kwa Mungu, na kwa sababu ninayo mind, ninayo nia nyingine, sio kama ya wale mataifa ambao hawajaokoka walionayo. Mimi nimefanywa upya nia yangu kwa kugeuka. Usipogeuka kuanza kumsikiliza Mungu, hiyo nia inaendelea kuwa ngumu. Hata makanisani wapo. Repent, change the way of thinking. Uanze kufikiria Yesu amefanya nini msalabani. Ukiona amefanya hivi kwamba sasa hivi mimi ni mwana wa Mungu, unaanza kuchange na mimi ni mwana wa Mungu. Mimi nao uzima wa Mungu. Yes, nao uzima wa Mungu. Mimi nimeketishwa pamoja na Kristo mkono wa kuume wa Mungu. Ndio, mimi nimeketishwa pamoja na hayo, ndio yanakuwa mawazo yangu. Mimi na Kristo ni kitu kimoja. Ninao asili ya Mungu. Maana maandiko yanasema kwamba mimi ni mshirika wa tabia za kiungu. Haleluya! Kwa sababu huyo roho ambaye anakaa ndani yangu ndio ananipa mimi uzima. Kwa hiyo naweza nikaishi sasa kama vile Adamu alivyokuwa hajaasi, ya kwamba roho yangu sasa i hai, naweza nikamsikiliza Mungu. Ukianza kuactivate hiyo faith, ukianza kulifanyia kazi hilo neno kwamba anavyosema mimi nilivyo, anavyosema Mungu mimi nilivyo, ndivyo nilivyo. Hiyo ndio mwanzo wa exercise na imani yako. Haya mambo watu wa asili hawezi kuyajua, halafu ni upuzi kwao. Unaweza kusema vitu vya namna hiyo? Yes, hatuendi kwa kuona, tunaenda kwa imani. Neno la Mungu linasemaje kazi ya msalaba ilivyokwisha? Haleluya, haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba huyu mtu ni upuzi. Hata neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi. Kwa sababu ya nini? Ni upumbavu wanasema. Kwa sababu gani? Ile application yake. Yaani unakuwa unaambia mbona kitu kidogo tu namna hii. Ndio hivyo. Imani kitu kidogo lakini kina nguvu kuliko jiwe, kuliko silaha yote. Kwa sababu kama Mungu amesema sasa nyinyi ni wanangu, kwa nini ukatae kwamba wewe mimi sio mwana wa Mungu? Kama maandiko yanasema kwamba kila amwaminie asipotee bali awe na uzima. Mimi nimemwamini mwana, ninao uzima. Haleluya. Hebu nipite pale, nimeshamaliza dhambi ya nafsi. Tumeshaelewana? Dhambi ya nafsi ni kuendelea kuishi kwa mfumo ule wa watu wengine. Hata Paulo ameandika katika Warumi sura 8 mstari wa 15 kwamba mkiendelea kufuata mambo ya mwili, mnataka kufanya nini? Mnataka kufa tena. Kama ambavyo Adamu alikufa baada ya kufuata mambo ya mwili. Ina maana mtu yoyote, hata mhubiri, akaanza tena kuboresha hiyo hali ya mwilini kwamba unataka na hiki na Mungu anakufanyia hiki, huyo anawaua hawa watu. Unawafanya watu wanakuwa professional rebellious. Yaani ni muasi mtaalamu ni muasi aliye ya lugha nzuri. Nani profesa wetu muasi alibobea. Yes. Yaani anamfanya yule muasi awe ni muasi aliyebobea. Unakumbuka Yesu wakati alivyowapa watu mikate? Haleluya. Leo amewapa watu mikate, wakajua yes, huyu ndio tunamtaka sasa.
tutakuwa nakula mikate, sio mikate tu, tukipungukiwa na kitu chote tunapata kwake. Wakadhani ya kwamba amekuja kuwasaidia katika hiyo hali yao ya uasi. Kesho hakuenda kwenye lile eneo ambalo amewapa mikate, akaenda sehemu nyingine, halafu wakamtafuta, wakampata. Wai, mwalimu uko huku, umefikaje huku? Wow, tumekupata. Wow, yuko huku. Wakaanza kuitana na kutoka da. Alivyogeuka akawaambia, mimi najua amenifuata kwa sababu nilikula ile mikate mkashiba. Mimi mnadhani nimekuja kuwa na wafanyia mnayotaka. Hamjui siri ambayo iko ndani yenu nyinyi. Kama mlishaasi hiyo hali ya kutaka kila kitu ni hali ya uasi. Mimi nimekuja, wakamchallenge kidogo. Sasa wewe unasemaje? Musa alikuwa baba zetu maana wakala wakashiba. Halafu na wewe unajisema kama ndio Masihi. Wewe unataka kutufanyia kitu gani? Sio Musa aliyowapa mikate. Ni baba yangu wa mbinguni anawapa nyinyi mkate. Halafu anamwambia msikitendee kazi hicho kitu kinachopotea hicho. Mimi nimekuja mnile mimi. Yaani mimi ndio nikae ndani yenu niwe uzima. Akikaa ndani yako unakuwa supernatural. Si sawa Kwa sababu hivi Yesu Kristo amesema kwetu, Wakorintho wa kwanza sura ya mstari 30, kwamba kwake Mungu sisi tumepata kuwa katika Kristo. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari 30. Kwake Mungu sisi tumepata kuwa katika Kristo, ambaye amemfanya kwetu, yani Kristo kwetu, kwa sababu tumeungana naye. Roho yangu na roho yake imeungana naye, kwa mimi na yeye ni kitu kimoja. Kwa hiyo mimi ndani yake Yesu Kristo, mimi ni hekima ya Mungu na nguvu ya Mungu. Kwa maana ya kwamba nikikaa nimeungana naye katika roho, vitu vyote viliko ndani ya Kristo vinaanza kuflow ndani yangu. Haleluya. Unajua, ukisoma katika Mithali, maandiko yamezungumza habari ya hekima. Hekima ina nguvu kuliko silaha. Hekima ndio imeumba vitu vyote. Hiyo nguvu, creative power of God, ina nguvu ya Mungu ambayo wewe umejishikamanisha nayo, ikaanza kufanya kazi ndani yako, unakuwa ni masterpiece, unakuwa ni msemaji wa Mungu juu ya uso wa nchi. Haleluya. Ndivyo ambavyo Yesu alikuja kudemonstrate. Alisema, maandiko yanasema kwamba alivyokuja duniani alichukua namna ya mwili na damu kama sisi. Maandiko yanasema hivyo. Kwa kuwa wana wamechukua tabia, wamechukua hali ya mwili na damu, Kristo naye alichukua hali hiyo ili ademonstrate kwamba mtu huyu anaitwa Adamu wa pili, mtu akiwa kabisa katika hali ya kawaida bila kumwasi Mungu, anataka kuishi kama mimi ninavyoishi. Haleluya. Maandiko yanasema hivi, Matendo ya Mitume sura ya kwanza, sura ya pili mstari wa 22. Matendo ya Mitume sura ya pili mstari 22. Maandiko yanasema hivi, 22. Narudia, Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa 22. Enyi waume wa Israeli, anawaambia hiyo siku ya Pentecost. Petro anawahutubia wananchi. Enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, sio Yesu mwana wa Mungu, kwa sababu vita vya Wayahudi na Injili, yani ukitaja tu Yesu ni mwana wa Mungu, mnakosana hapo. Kwa hiyo yeye akaenda na fikra zao zile kwamba Yesu wa Nazareti, mtu huyu Yesu wa Nazareti ni mtu. Anasema Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo, sikiliza hapo vizuri, kuna ufunuo hapo, ambazo, yani hizo ishara na ajabu na miujiza, sikiliza hapo, hizo ishara na ajabu na miujiza ambayo Mungu alimdhihirisha Kristo katika nchi ya Israeli, anasema ambazo hizo ishara Mungu alizifanya kwa mkono wake.
Yaani huyu mtu Mungu alikuwa ndani yake. Halafu hizo ishara alizokuwa anazifanya kule ni Mungu alikuwa anazifanya kwa mkono wa huyu mtu, kwa sababu yuko pamoja na Mungu. Na mtu akishaokoka, maandiko yanasema kwamba aliyeungwa na Bwana amefanyika roho moja naye. Akikaa katika hiyo system ni Mungu na anaanza kufanya kazi. Huyu mtu anaanza kuexpress, anaanza kumdhihirisha Kristo kupitia mikono yake hii, viungo vyake, kwa sababu sasa hivi huyu amefanyika ni hekalu la Roho Mtakatifu. Haleluya! Yesu aliwaambia Wayahudi wakati akiwa peke yake duniani, ambaye na Mungu ndani. Wakati huo watu hawajazaliwa mara ya pili wengine. Akasema kama mnataka ishara, livunjeni hili hekalu, halafu mimi baada ya siku 3 tu nalijenga. Haleluya! Halafu akasema huyu jamaa vipi? Yaani Ibrahim Suleiman alijenga hii hekalu zaidi ya miaka 40. Yaani wao wanadhani kwamba lile jengo alijenga zaidi ya miaka 40, halafu yeye analivunjwe, halafu lijengwa kwa siku 3. Maandiko yanasema pale kwamba hawakujua ya kwamba anawaambia habari ya mwili wake. Mwili wake wakati huo alikuwa situmie lugha gani hapa Kiswahili kizuri? Yaani Mungu ndio anaishi kwenye hii nyumba yake, kwenye mwili wake. Mungu alikuwa anaishi humo. Haleluya! Na alipokufa, alipolijenga kanisa, akawa sio yeye peke yake, ni yeye pamoja na kanisa. Hawa kanisa ambao kila mmoja wao ni kiungo katika huo mwili, na yeye ni nyumba ya Mungu. Haleluya! Katika roho, sio katika mwili. Tunaelewana hapo? Ndio makosa yanatokea pale. Ukiwa katika mwili unakuwa mbona vimeandikwa hivi, lakini kwangu havitokei, kwa sababu unakosea system. You must be in the spirit. Ndio maana Paulo, nimerudia hii leo, ni Jumapili ya 3, na alichokiandika Paulo ndicho ambacho anakiishi, kwamba hata sisi tunachukua kuuawa kwake Yesu Kristo kila siku, kwa sababu tunajua kwamba miili yetu, utu wetu wa kale ambao ulioasi umesulubiwa pamoja na Kristo. Kwa hiyo sasa anayeishi kwetu ndani yetu ni Kristo, na ili niishi katika mfumo huo na matendo makuu haya yafanyike, lazima kila siku niishi kwa conscious hiyo, kwamba mimi mwenyewe siishi, bali Kristo ndio anaishi ndani yangu. Na nikimpa action, yani exercise hiyo imani. Yesu alikuwa anamwambia, pokea sasa na imani yako, sio sasa na nguvu za Yesu, sasa na wewe unavyoamini. Haleluya! Unaweza kuona ni ngumu, kwa sababu mwili unashindana na wewe kutokukariri ile neno, kwa sababu kuna vita vya roho na mwili. Mwili hautaki hilo neno lipate access ya kuingia ndani yako, unataka uendelee kumiliki, lakini wewe unasema no, nimesha tubu, I've changed my mind. Kwa hiyo ninaamua anachokisema Mungu, mimi ndivyo nilivyo. Kwa hiyo kuanzia leo I'm the temple of the Holy Ghost. Mimi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mimi na Bwana ni kitu kimoja. Nimeketishwa pamoja na Kristo mkono wa kuume wa Mungu. Tayari Kristo anaishi ndani yangu. Ninao uzima wa Mungu. Haleluya! Hili neno la uzima pia halijaenea sana, kwa sababu ya hapa katikati kulikuwa na wakati wa giza. Baba anaelewa vitu hivi vya theology na mama. Kulikuwa na wakati wa giza ambao mafundisho mengi ya kweli yalifutwa na yule mfalme Konstantini. Haleluya! Mpaka ile miaka ya karne ya 16 huko, kina Martin Luther ndio akaanza kuibua kitu kimoja, wanaanza kukirudisha. Sasa uzima nao watu wengi hawajui, wanasema kwamba eti tukiamwamini Yesu tutapokea uzima wa milele baadaye. Hiyo ni kosa kubwa. Amwaminie mwana, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee Yesu Kristo, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ukisoma katika Yohana sura ya 3, takupitisha hapo uzima wa roho. Yohana sura ya 3 mstari wa 36. Amwaminie mwana yuna, sasa hivi yuna, the present tense. Mwalimu wa mathematics, najua uko vizuri kwenye Kiingereza.
present tense. Yuna has, amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Asiyemwamini mwana hataona uzima, hata siku ambayo anafikiri watu wengine katika uzima wa milele hata uona, kwa sababu wale wajanja wote wanao uzima sasa hivi. Haleluya. Haleluya. Narudi, twende pole pole. I'm talking about the scripture. Naongea tu habari ya neno la Mungu, wala mimi sitaki kucompromise injili. Hapana. Hapana. Kwa sababu sitafuta mapenzi yangu, bali mapenzi ya Baba aliyonipeleka. Haleluya. Anasema hivi, asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu sio baadaye, sasa hivi hiyo ghadhabu ya Mungu inamkalia. The present tense. Sura ya 5 mstari wa 24, Yohana hiyo. Amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka he has now, yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni. Sasa hivi haingii hukumuni, bali amepita, sikiliza hapo, amepita kutoka mautini katika ile hali ya kufa ya wale wengine ambao hawajamwamini Yesu, wako katika hali ya kufa. Yeye amepita. Hii Biblia iko wazi tu. Si ndio Biblia yako imeandikwa hivyo? Nasema niparudie pale. Yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini na kuingia uzimani. Ameshatoka kwenye mwili, yuko kwenye roho, kwenye uzima. Huyu mtu kwa sababu anao uzima, Paulo ameandika katika Rumi ya kwamba huyu mtu akiendelea tena kuishi kwa mwili anakufa. Haleluya. Sura ya 6 mstari wa 47, hiyo wa Yohana. Amini nawaambia, yeye aaminie he has the life of God. Haleluya. Ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11-12 hapo, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima, past tense. Wengine wasubiri uzima wa milele baadaye, lakini hawa wajanja walishapewa uzima na wanauishi. Alitupa uzima, na huo uzima uko ndani ya mwanawe. Huyu mwanawe yuko wapi? Hayuko mbinguni kwa hawa wanaoamini. Huyu mwana wa Mungu anakaa ndani yao, na wameunganishwa naye na kufanyika roho moja naye. Huyo ni roho itiayo uzima. Maandiko yanasema kwamba huyo neno alikuwa Mungu, na huyo neno ni Mungu alifanyika mwili akakaa kwetu. Alipokufa, Wakorintho wa kwanza sura ya 15 ukianzia 45, huyo roho huyo neno alifanyika kuwa roho itiayo uzima, a life giving spirit. Kwa hiyo akikaa ndani yako ni roho inayoipa roho yako uzima, na unaweza kuishi kwa hiyo. Maandiko yanasema aniaminie mimi kama mimi nilivyokuwa kiishi. Nipasome pale Yohana sura 6 mstari wa 57. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kwa maana kwamba anaishi kwa roho. Kadhalika naye mwenye kunila mimi, atakayemchukua Kristo ndani yake kuwa roho itiayo uzima, ataishi kwa mimi. He will live by me in the spirit. Sasa kweli ya neno la Mungu imewekwa wazi ili uexercise huu uzima, uamini kazi ya msalaba, kwamba nimeshampokea Yesu, ninao uzima wa milele. Mimi ni mzaliwa wa kwanza, kwa sababu Yesu ni mzaliwa wa kwanza, na mimi kwa sababu ni kiungo chake. Position yetu ni moja. Haleluya. Hakuna cha kusema kwamba kukomboa wazaliwa wa kwanza. Hapana, ni injili ya uongo. Wewe ni mzaliwa wa kwanza. Maandiko yanasema katika Waebrania, tumeufikia mlima Sayuni, ambao katika kusanyiko la wazaliwa wa kwanza waliokufa ni kanisa la Mungu. Haleluya. Tuko ndani yake, tunashare vitu vyote alivyonavyo Kristo. Kama alivyo, maandiko yanasema kama alivyo yeye aliye wa juu, ndivyo walivyo walio wa juu.
Kwa hiyo tunashare naye position yake, nature yake, ni washirika wa tabia za kiungu. Huwezi kuwa mshirika wa tabia za kiungu bila kuwa na uzima wa Mungu. Kama vile wanadamu wasiokuwa na uzima wa Mungu ni washirika wa tabia za kibinadamu, mtu mwenye uzima wa Mungu ni mshirika wa tabia za Mungu kwa sababu ana uzima wa Mungu. Haleluya. Nasema hizi ndio ahadi alizotupa ya kwamba tupate kuwa washirika wa tabia za kiungu. Petro wa pili, tukiokolewa na ulimwengu na tamaa zake. Hiyo tabia za kiungu ambazo ziko ndani ya uzima wake ndio ambazo zinamfanya mtu aweze kuishi maisha bila ya dhambi. Yesu alipokuwa anaishi duniani, kwa sababu alikuwa anaishi kwa Mungu, kwa uzima wa Mungu, dhambi yote isingeweza kumtawala. Na nyinyi anasema dhambi haitawatawala kwa sababu na uzima wa Mungu na mnaweza mkaishi kwa roho. Ila ukiishi kwa mwili unaweza kufanya jambo lolote. Haijalishi umesoma namna gani, haijalishi uko handsome namna gani, lakini you can sin. Yaani hiyo ni tempo, yaani hiyo ni permanent. Lakini ukiishi kwa roho, maandiko yanasema mkiishi kwa basi enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili hushindana na roho, halafu zina uadui. Haleluya. Unakumbuka uadui ambao Mungu alisema kwamba uzao wako utakuwa ni adui na uzao wa mwanamke. Kwa uzao wa mwanamke ni Yesu Kristo, lakini hiyo mbegu ya uzao wa mwanamke huingia ndani yako katika roho yako. Kwa hiyo huo uadui unaendelea kati ya roho na mwili, kwa sababu kwenye mwili kuna asili ya shetani na katika roho kuna asili ya Mungu. Huyu mtu akishirikiana asili ya shetani katika mwili anakufa tena. Tunaona jamani, hii injili imenyooka namna hii. Ni kuamua tu kama kwanza I'm changing my mind. Sema I'm changing my mind. Nabadilisha mawazo yangu. Wale wanajaza I'm what God says I am. I can do what God says I can do. I'm possessing what God has done for me through Jesus Christ.